Bwana Yesu asifiwe, mandugu zangu huku katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu siku ya leo tumepata kuiona, tumeafikisha masaa haya. Tunamshukuru Mungu sana. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ni yeye ametupa uzima, ametupa uhai. Ametutetea usiku kucha. Ametupigania, ametuma malaika wake, akilitimiza neno lake kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 7. Kwamba malaika wa Bwana hufanya kituo na kuwalinda wamchao. Basi Bwana ametulinda mpaka jinsi tulivyoamka. Ametulinda usiku mzima, ametulinda. Tunamshukuru Mungu sana. Tunamshukuru Mungu sana. Yaani ndugu, yaani wewe unapaswa tu kumshukuru Mungu. Umshukuru Mungu, amekulinda, amekuweka mzima, amekupa uhai, amekupa amani kupitia watoto wako. Kwa sababu kuna yule mama ama yule baba kule nje amekosa amani. Amekosa amani. Ana kitanda chake lakini analala vitanda vya hospitali, anashinda hospitali, anakesha hospitali juu ya watoto wake. Amekosa amani. Yaani wewe ni nani na yule ni nani? Wewe uko special sana kwa sababu ukiona Mungu amekupa neema hiyo, watoto wako ni wazima, wanaenda shuleni, wakirudi huhangaike na madaktari, hiyo ni neema. Mungu amekupa amani kupitia watoto wako. Amani ikiondoka hapo utaona watoto wanaharisha uko hospitali saa yote, mara wanalazwa wiki 2, mara wiki 3. Yaani ni neema ya Mungu imekupendelea. Yaani Mungu amekupendelea. Unapaswa kumshukuru Mungu. Alafu tena una mahali pa kulala na unakula. Hiyo ni neema. Kwa sababu kule nje kuna mtu ajui ale nini. Anatamani apate hata chai, sukari hana. Ndugu yangu, huko nje kuna mateso. Watu wanateseka wajui wale nini. Wewe umekula, una mahali pa kulala, una haki ya kumshukuru Mungu. Una haki ya kumwambia Mungu na kushukuru kwa yote unayoyatenda. Nisiyoyaona kwa macho yangu ya nyama. Kwa sababu Mungu anakutendea makuu sana. Ni vile huna habari na hujui wala huoni. Lakini Mungu anatenda makuu sana. Anakuepusha na vitu hatari. Kutoka kwako na kurudi kwako ni Yesu Kristo. Watu wametoka asubuhi wameenda, kurudi wengine wame na majeraha, wengine wameenda hawajarudi, wengine wamesafiri wameaga dunia huku kwenye masafari. My friend, wewe umeenda umerudi, ni mkono wa Mungu. Mungu anakupenda, amekuweka haya na kulinda uendapo utokapo. Analitimiza neno lake kitabu cha Zaburi 121, nitakulinda uingiapo na utokapo. Masanama, Mungu anakulinda. Anakulinda. Una haki ya kumwambia Mungu na kushukuru kwa kunilinda, kwa kunitetea. Una haki sana ya kumwinua Mungu. Sio kila wakati unapokwenda mbele za Mungu wewe kulalamika. Muda mwingine unafaa kwenda mbele zake tu, maombi yako yakawe ni ya kumshukuru Mungu. Kwa sababu ni mengi anakutetea, ni mengi anakupigania. Una habari. Huna habari. Una habari. Wewe ukiona kuna kitu kimetendeka ambacho kutarajiani, umeona kweli hapa mkono wa Mungu, ndio unasema Mungu nakushukuru. Lakini huoni yale ambayo kila siku anayatenda ambayo hukujua. Mungu ni mwaminifu sana. Kio alisema atalinda, atakulinda. Lolote lililoandikwa katika neno lake katika Biblia, basi Mungu analitimiza. Analitimiza kwa watu wake, analinda watu wake. Analinda sana, na huu ni wakati ambao Bwana, maana sasa hivi tunaishi nyakati za mwisho. Na ni nyakati hatari sana. Ni nyakati hatari mno. Tunaishi nyakati ambazo watu wanaona kuna amani lakini hakuna amani. Vita ni vikali mno. Hatuko katika amani jamani. Hakujatulia. Mapepo sasa ni mengi muda mchache. Mapepo ni mengi sana natembea. Vitu nusu wamemwagwa sana katika njia. Yaani kila unaona watu wameongezeka, si watu wengine ni vitu nusu wamekuwa kama wanadamu. Wanatembea tu ni kwa ajili ya kuingia watu. Wanaingia tu kwa ajili ya kuingia watu, kufarakana watu, kuleta mashaka. Yaani sasa mambo ni mengi. Makanisani huko, mambo ni mengi muda mchache. Halafu watu wameona kumetulia, watu wanaona kama yani kumetulia sana. Watu tu wanaenda makanisani kama uzoefu. Watu wanaenda makanisani kama uzoefu, wanaenda hapana. Huu ni wakati wa kuamka. Huu ni wakati wa kuamka, kumwambia Mungu, Bwana ninaamka sasa niangazie.
huu ni wakati wa kuamka, kumwambia Mungu, niangazie Bwana. Niangazie, kwa sababu tunaishi nyakati hatari. Mambo ni mengi muda mchache. Vitunusu ni wengi wamemwagwa duniani kwa ajili ya wanadamu. Yaani watu wasiingie mbinguni. Ikiwa wewe una hamu ya kuingia mbinguni, ukiwa wewe unaona upitii vita, jiulize, vita ni vikali, shetani hawezi kubali wewe uingie mbinguni. Atapambana na wewe, lakini wewe ni mshindi. Hana rekodi ya kushinda ibilisi. Alishindwa. Sasa hawezi kukushinda ikiwa utasimama na Mungu. Hawezi kukushinda ukiwa utamuita Mungu. Ukikubali kukaa uweponi mwa Mungu, shetani hawezi kukushinda. Atakushinda ukiwa umejitenga na Mungu. Emasari, atakushinda ukiwa umejitenga na Yesu Kristo. Kwa maana yeye mbele za Bwana ni lazima akiri mwenye. Hawezi. Huu ni wakati wa kumwomba Mungu kwa moyo wote. Ni wakati wa kujituma kwa ajili ya Yesu Kristo. Ni kwa ajili, yani ni wakati ambao uache unafiki. Usiseme umeokoka lakini huko na unafiki wako. Ni wakati wa kuacha wokovu wa unafiki. Usimame, uamue kusimama. Sio kusema umeokoka lakini kumbe una mambo yako. Halafu ni wakati uanze kujenga tumaini la mbinguni. Ukiwa watu wako tofauti. Kuna yule ambaye ameokoka ni kwa ajili tu aponywe. Kuna yule ameokoka ni kwa ajili tu awe anakaa kanisani akisikia ugonjwa ayapone. Lakini nataka nikwambie, neno la Mungu linasema ya kwamba kuingia mbinguni uwe na imani, tumaini na upendo. Ukienda kusoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13, neno linasema ya kwamba tumaini, imani na upendo. Na katika vyote vitatu hivi kuna kimoja zaidi ambao ni upendo. Ya masarima, sasa ni lazima uwe na tumaini la uzima wa milele. Mtu mwenye tumaini la uzima ina maana anajua kwamba duniani hapa yuko tu kwa wakati, lakini hapa anapita. Kwa sababu duniani umeletwa kuwa kama mwanajeshi. Bwana amekuleta duniani amlipizi adui. Neno lake linasema nilimtafuta atakayesimama ili nikamlipizi adui. Sasa wewe umeletwa duniani ili Mungu amlipizi adui yake. Ema sana. Kwa hivyo unatakana kuishi kama mwanajeshi. Kama mwanajeshi bila usingizi. Bila usingizi. Kwa hivyo amka, simama. Mwambie Mungu, ninaamka. Ukienda kusoma katika kitabu cha Efeso 5 kuanzia mstari wa 4 hadi 15. Basi 14 hadi 15 neno la Mungu linasema, hivyo husema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu na Kristo atakuangaza. Amen. Yani huo ni mstari wa 14. Uamue, ukienda mbele za Mungu na hili neno, ukamwambie Mungu, Bwana nimekuwa mtu wa kusinzia siku zote. Katika wokovu wangu nimekuwa mtu niliye baridi, nimekuwa mtu wa kusinzia. Bwana, sasa ninakuja mbele zako, ninakuomba ukaniamshe. Nimeamua kuamka, nimeamua kufufuka katika wafu, ninaomba Yesu Kristo ukaniangazie. Kwa sababu Mungu anaangalia neno lake akalitimiza. Wakati alimuuliza Yeremia kwamba unaona nini? Akamwambia ninaona kifagio. Bwana akamwambia sawa, maana ninaangalia neno langu nikalitimize. Kwa sababu ukienda kumwomba Mungu na neno lake atalitimiza. Nenda mbele za Mungu ukiwa na neno la Mungu. Nenda mbele za Mungu na neno la Mungu kama hili. Mungu atakufufua. Mungu atakufufua kutoka wafu. Atakuamsha kutoka usingizini na Yesu Kristo atakuangazia. Emasanima, maana yeye ndiye taa, yeye ndiye nuru. Yeye ndiye kiongozi wako. Yeye ndiye mchungaji wako. Emasari, atakuangazia Yesu Kristo na akutangulie, akuachilie mwanga. Kwa maana imeandikwa, anifuataye hatatembea katika giza bali katika nuru iletayo uzima. Kwa hivyo atakuangazia na kuwasha nuru mbele zako ili Bwana wa majeshi akajitukuze katika safari ya wokovu. Akajitukuze katika safari yako ya wokovu. Tunaishi tuko nyakati za mwisho, nyakati za unyakuo.
Tunaishi nyakati ambazo tunapaswa tuwe macho. Ni wakati wa kujifunga viuno vyetu kama Bwana alivyotuagiza katika neno lake. Katika kitabu cha Luka 12. Ema sanama. Ema. Bwana ametuagiza katika neno lake. Kitabu cha Luka. Ema saa. Luka 12. Mstari wa 35. Neno la Mungu linasema, viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zinawaka. Nanyi iweni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amen. Taa kuwaka. Bwana nasema ujifunge viuno. Na taa ziwake. Na taa kuwaka kwake ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndio taa ya miguu yako. Emasari. Bwana nasema katika neno lake. Kitabu cha Zaburi 100 mstari wa 105. Neno la Mungu linasema, neno ni taa ya miguu yangu na ni mwanga wa njia yangu. Kwa hivyo, kuangaza na taa kuwaka, nuwe unasoma neno. Hili neno kilisoma taa inawaka. Taa inawaka. Emasari. Taa inawaka kupitia neno la Mungu. Kwa hivyo ni wakati wa kuamuka na kuangaza. Kuna wakati Mungu nilikuwa ninaombea watu sana katika maombi yangu. Nilikuwa ninaombea watu wa Mungu. Nilikuwa ninaombea Mungu akanifunulia, akanionyesha, akaniletea mstari wa watu. Akanipitisha huko, nikatokezana huko mbele. Watu wameshika mataa. Niliona mataa yanawaka. Lakini ule mstari nilikuja na huko mbele nikaona yani niliona kama mataa 5 yanawaka mpaka huwezi kuangalia mbele. Emasa yanawaka sana mpaka huwezi kuangalia mbele. Nikapelekwa mpaka mwisho ile laini. Ile laini kuna zingine ziko dim, zingine zinazima, zingine ziko hata ni kama zimezima. Sasa Mungu alikuwa ananionyesha jinsi ya hali ya watu kiroho taa zilivyo. Emasari. Kuna watu wamepambana sana na kazi, kufanya kazi kuliko hawasomi neno. Yani amelegeza kamba. Amelegeza kamba. Alikuwa mtu ambaye amemfuata Mungu vizuri, lakini katikati amelegeza kamba. Amemlegeza Mungu. Amesimama sasa, ni kazi zimemfanya mpaka hamwangalii Mungu tena. Anafanya kazi sana, muda hana, wa kuomba hana, wa kusoma neno usiku hana. Sasa wewe utaendelea vipi wakati neno la Mungu linasema maombi ni silaha? Si ndio utapigwa sana na adui kama uombi, kwa sababu maombi ni silaha. Na neno lako, neno ni taa na ni mwanga. Sasa kama usome neno, taa inazima ujue, na mwanga unakuwa nafifia. Emasari mayaka. Kunakuwa na giza sasa mbeleni. Emasari. Neno la Mungu ni kweli hili. Emasa. Hizi ni nyakati za mwisho. Tunapaswa tusimame, tuombe sana. Tuombe sana. Huu ni wakati watu wengine wanachukuliwa na kupelekwa vifungoni. Emasa, watu wanafungwa isei. Shetani anachukua watu akiwafunga. Lakini ukiwa muombaji Mungu atakufungua. Na hata wewe ambaye uko muombaji huko, natakana kuombea watu wa Mungu. Natakana kuombea watu wa Mungu sana. Watu wa Mungu wanahitaji kuombewa. Kilitimiza neno la Mungu wa Efeso 6. Watakatifu naombea watakatifu. Mambo ni mengi sana. Najua watu wana shida huko nje, lakini usiangalie shida yako. Najua unapitia shida, lakini usiangalie shida yako, muangalie Mungu. Mungu anasema angalia kuwa na haki. Kwanza, angalia, mfuate Yesu, mweke katika hizo shida zako hizo ulizonazo. Hebu mweke Yesu mbele, hizo shida ziwe nyuma, uangalie. Atakutawanyia shida zako zote huyo Yesu Kristo. Muangalie, weka kila kitu nyuma, yeye mweke mbele. Kwa sababu si yeye yeye ndio kiongozi wako jamani. Nasa mweke Yesu mbele, shida zako weka nyuma. Watu sahi ibilisi amefanya maisha yamekuwa magumu. Mambo yamekuwa magumu.
Vitu vingine vimekuwa vigumu ili usimame. Kuna mahali Mungu anataka kukuvusha kupitia huo ugumu wa maisha unaoona. Mungu anataka kukupeleka level nyingine kupitia hizo shida unazozipitia. Kupitia hiyo misukosuko unayopitia, Mungu anataka kukupeleka level. Kuna watu wakienda mbele za Bwana sote wanaomba tu kubarikiwa, wanaomba kubarikiwa, kuinuliwa na mambo ya maisha ya duniani. Wakati Mungu hajaahidi kukupa mali. Mungu amekuahidi kukupatia uzima wa milele. Unapokwenda mbele zake saa yote, aoni hata ukimwambia kusimambia mbinguni, kamwambia Mungu, kanifanye nisitende dhambi. Nipe neema ya kuepuka dhambi. Emasari, Bwana, ninaomba uniwezeshe nikaone ufalme wako Bwana. Niangalie moyo wangu, kisicho cha kwako niondolee. Bwana, nitazame ndani yangu Yesu Kristo. Nitengeneze vile vinavyonipeleka katika njia upotevu. Bwana, niondolee ili nikapate kurithi uzima wako. Nitengeneze Bwana ndani yangu. Washa taa Bwana. Ukifika basi unamwambia Mungu, Bwana, naomba tu unibariki. Yesu nibariki. Unakuwa unalalamikia sana Mungu. Hamna habari. Mungu anakupa kinachostahili, si unachotaka wewe. Kwa sababu ikiwa Mungu anapeana watu wanachokitaka, basi watu wengi wangepewa wanavyotaka. Lakini we ukienda kunyenyekea mbele za Bwana, uende unamuomba pesa ama unaomba kazi, Mungu anakujaza rohoni, kwa sababu vita vyetu si juu ya mwili na damu, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, ni juu ya mapepo ni juu ya majeshi ya mapepo mabaya katika ulimwengu wa roho. Sasa wewe ukitaka kubarikiwa sana vitu vya duniani, kule kama umekuwa hafifu katika roho, utapigana vipi na adui mpaka ushinde vita? Sasa Mungu ameona tatizo lako liko rohoni. Sasa anakujaza rohoni ushinde vita. Huenda anakuongezea imani ili usimame kumtumainia Mungu. Unaona huko kufunguki, lakini katika roho unazama ndani. Watu hawana habari. Unazama ndani. Mungu anakupa kinachostahili, sio kile unachokitaka. Kuna watu sasa wanalia sana wakiniambia, Bwana nibariki. Unalia sana, lakini Mungu anataka uende deep. Anataka uende deep. Mtafute Mungu, Bwana anataka umtafute kwa ndani ili akufanye kuwa mambo mengine. Bwana anataka jeshi lisimame, kwa sababu sasa ni kubaya, sasa ni hatari sana. Sasa ni kubaya, ni kubaya sana. Yaani Bwana anataka kupitia hizo shida unazopitia hizo, umzame ndani katika roho, sio katika mwili, katika roho. Mungu atakuinua kupitia hizo shida unazozipitia. Mungu atakuinua kupitia hizo shida. Kwa sababu hakuna mtu ambaye aliokoka wakati wa raha, tusidanganyane. Mtu aliokoka wakati wa raha hakuna. Watu wengi wameokoka wakati wa shida. Mtu amefika mwisho ndo anamfuata Yesu. Sasa kama shida ilikufanya, kwa nini wewe wataka sasa kuinuliwa kwako wapitia mambo mazuri ndo? Hapana, pako wapitia mashida uende unapitia vita katika ndoa yako. Mungu anataka uzame ndani. Uende unapitia vita katika ndoa, uende umefutwa kazi, uenda unafungiwa nyumba, uenda umetengwa, uenda unaona tu maisha endi sawa. Jibu ni Bwana anataka uzame ndani. Amekuwekea kuna jambo ambalo anataka uzame ndani ya kupatie. Bwana anataka uzame ndani. Yaani mtafute Mungu, go deeper, go deeper, go deeper. Yaani Bwana anataka uzame ndani. Kuna kitu amekiweka anataka kukupatie, lakini anataka uzame. Kuna vitu vingine, ngoja nikwambie. Kuna msemo unasema, mtaka kuvunguni sharti uiname. Mtaka chovunguni sharti uiname. Sasa ukizama ndani, unachukua vile vya ndani vilivyojificha. Risa taba. Utakapozama ndani, unachukua vile vilivyojificha. Ndio maana utakuta mtu ana kazi ya kufunga na kuomba. Anaonekana amekonda, lakini amebeba vitu vikubwa, kwa sababu ni mtu ambaye amezama ndani. Anapewa vitu vikubwa na Mungu sana. Watu wanamuona huku duniani kama aeleweki.
maisha yake si maisha tu mazuri, lakini ulimwengu wa roho, pepo akimwona na inama hivi. Yani kwa sababu ni mtu ambaye amebeba vitu vikubwa, anazama ndani sana, anaingia roho sana. Yani kufunga na kuomba ndio kitu ambacho ni suluhisho. Na sahi wakati huu ni wakati wa kufunga na kuomba, kumtafuta Mungu. Bwana anasema nitafutaye ataniona. Sasa wewe utamtafuta Mungu vipi? Huwezi kumtafuta Mungu ikiwa sauti unakula. Mtafute Mungu kwa kufunga na kuomba. Nyenyekea mbele za Bwana. Huu ni wakati wa kuomba moyo safi mbele za Bwana. Kwa sababu mimi nataka nikwambie mimi mwenyewe binafsi. Huwa nikikaa ninajiuliza sana. Nasema kuvaa vazi refu ili, kuvaa sijui nguo ndefu ama nijifunike kichwa, haitanifanya nimuone Mungu. Hakuna mahali imeandikwa. Haitanifanya nimuone Mungu. Eti nikivaa mavazi kujifunika hivi. Naweza kujifunika na nikana mambo yangu mengine tu ndani ya moyo wangu. Naweza kujifunika kumbe nikana nazini. Naweza kujifunika tu vizuri. Kumbe ni kama moyo wangu umejaa, kuna mtu sijamsamehe, kuna mtu nimemwekea chuki, kuna mtu ambaye nimemkasirikia. Nikani na moyo wa hasira, ghadhabu. Yani hayo maneno yote ukisoma kitabu cha Wakolosai 3, neno linakuambia hayo yamefananishwa kama na maabudu sanamu. Hayo ni matendo, yani unakuwa wewe unaabudu sanamu. Unaweza kuwa kweli unaomba, unajifunika, wewe basi watu wakikuona wanakuona mtu wa Mungu. Lakini mbele za Mungu huonekani kwa mtu wa Mungu. Ndio mimi kitu ambacho wanakisema kwamba wacha Mungu anione mimi, Mungu anijue. Kitu muhimu ni Mungu akutambue. Wewe akutambue, sio wanadamu. Mungu akutambue tu katika ufalme wake. Kwani ile neno lililoandikwa ya kwamba watu wengi watakuja waseme Bwana, Bwana nilifanya kazi kwa jina, nilitoa pepo kwa jina lako. Bwana asema ondoka, sikukujua. Litatimia lile. Litatimia neno lile. Alafu kuna wakati Mungu alinifunulia niko kwenye basi. Hilo basi niliona ni basi la kwenda mbinguni. Alafu hilo basi niliona wanaume ni wengi, wanawake hata ni wa kuhesabu. Ndio nikajua sisi wanawake tuna kazi kubwa sana ya kuingia ufalme wa mbinguni. Unajua sisi wanawake tuna udhaifu. Sisi wanawake tuna udhaifu mkali sana. Ni watu ambao wakiudiwa wanaweka kitu ndani. Na wanawake tunavaa vizuri tu mavazi marefu, lakini sasa huenda ndani ya mioyo yetu tuna shida. Huenda pia tumejawa na masengenyo. Ambia masengenyo haya. Tumejawa na masengenyo. Tunavaa mavazi marefu ndio, tunajifunika ndio, lakini tunafurahisha wanadamu wenzetu, watuni tumeokoka, lakini kwa Mungu sisi ni wenye dhambi. Masari ni lazima tubadilike kutoka mioni mwetu. Kuna vitu ambavyo wewe binafsi huwezi kuviacha. Huwezi kuviacha bila kumwambia Roho Mtakatifu. Huwezi kuviacha bila kumwambia Roho Mtakatifu akuondolee. Na Yesu Kristo, yeye ni Mungu ambaye haji hivi. Anasema nipo malangoni, nabisha mlango, nabisha hodi. Atakayesikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia ndani ya mtu na nitakana. Sasa yeye si wa kuporupuka tu kama Ibilisi. Ibilisi hata hujamkaribisha ashaingia ili aharibu auwe na kusambaratisha. Lakini Yesu Kristo ukishamwambia kwa ndio maana neno la Mungu linasema ukikiri una wokovu. Katika kitabu gani hicho nimesahau, lakini ukikiri kama ni Waebrania haya. Ukikiri kwa kukiri una wokovu. Kwa kukiri. Ni Wakorintho. Ni Wakorintho ama Warumi 10. Ukikiri kwa kukiri kwako una uzima milele. Sasa ni mpaka useme Bwana mimi niko na wivu, Bwana mimi ni mtu wa masengenyo, Bwana mimi ni mtu wa masengenyo, mimi ni mtu mwenye kiburi. Mwambie Mungu, mwambie na sitaki kuishi kwa sababu neno lako linasema mtenda dhambi ni wa Ibilisi na hizi ni dhambi. Bwana naomba ukaniondolee kuishi hivi, moyo wangu umejawa na dhambi. Mpaka Mungu atachukua hatua kwa sababu ni vitu usivyovitaka. Wamwambia Mungu jamani,
Mungu atakusaidia, atakuondolea. Mambo ni mengi duniani, atakuondolea. Nasema na wewe mwenye moyo, wewe unajijua ndani ya moyo wako. Atakuondolea mpaka ukiri mwenyewe kwa kinywa chako, mwambie Mungu vitu ambavyo huvitaki ndani ya maisha yako. Kwa sababu neno la Mungu linasema sitamvumilia mwenye kiburi na mwenye moyo majivuno. Kitabu cha Zaburi hicho. Masari. Sasa wewe ujichunguze, uni wakati wa kutengeneza na Bwana. Ujichunguze, uangalie. Ujichunguze. Na kumbe wivu linakuwa ni vazi la wivu. Mwambie Mungu nivue kila vazi ambalo si la kwako, vazi la wivu. Kumbe ni vazi. Ukisoma kitabu cha Isaya 58, sijui 58 ama 59, hapo chini hapo. Mwisho hapo chini. Itakuonyesha kumbe mtu unaweza kuwa na wivu kani vazi la wivu umevikwa. Unakuwa na wivu hata viwezekani. Masari. Ati Mungu unapomwambia atakusaidia, atakuweka huru na atakupa neema ya kupenda kuishi maisha utakatifu. Lazima ukubali kuishi kwa moyo safi. Ni lazima ukubali kutaka kuishi kwa moyo mweupe. Kwa sababu mambo ya kuishi kinafiki ukisema umeokoka, usio wakati wake. Kama ulikuwa una unafiki kitambo wa kusema kwamba umeokoka lakini unajijua vizuri, une wakati wa kubadilika na kumwambia Mungu, nipo tayari ni kwa ajili yako. Nipo tayari ni kwa ajili yako. Moyo wangu naomba ukanibadilishe, ukaniumbie moyo safi. Kwa sababu imeandikwa, heri wenye mioyo safi maana watamuona Mungu. Mwambie Mungu akupe moyo safi. Mwambie Mungu niko tayari unibadilishe moyo wangu niumbie moyo safi. Mwambie Mungu ninaomba univike utakatifu. Kwa maana hakuna asiye mtakatifu atakayemuona Mungu. Masari. Mwambie Mungu nivike utakatifu. Haijalishi unaomba, unaweza kuwa unaomba kila siku, ndio. Lakini kuna mambo ambayo yanahitaji kuwekwa sawa. Mwambie Mungu kanivike utakatifu. Ninaomba utakatifu Bwana. Ninaomba univike utakatifu. Kwa sababu watakatifu ndio wanaompendeza Bwana. Masari. Mwambie Mungu nifanye kuwa mtakatifu. Nionyeshe njia zako Bwana. Nisaidie katika safari ya wokovu. Nidili Bwana hadi ufalme wa mbinguni. Masari. Mungu atakushika mkono. Kwa sababu ameahidi kukushika mkono. Ameahidi kukushika mkono. Atakushika mkono wake wa haki. Atakushika kwa mkono wake wa haki. Atakuinua, atakusimamisha, atakufanya kwa mtakatifu. Alafu wewe ambaye unataka kukata tamaa, usi wakati wa kukata tamaa. Usi wakati wa kukata tamaa, uni wakati wa kumtafuta Mungu, si wakati wa kukata tamaa. Nyakati za mwisho watu wengi wanakata tamaa. Neno la Mungu linasema nyakati za mwisho watu watakuwa na ubaridi. Masari. Upendo wa Mungu utapungua. Masari. Neno la Mungu linasema upendo wa wengi utapungua. Kwa hivyo simama. Bwana atakujaza upendo. Simama, fufuka, amka, Yesu Kristo atakuangazia. Masari. Yesu Kristo atakuangazia. Atakufunulia njia, atakuangazia kabisa. Mwanga mkali utawaka kwa sababu utakuwa umeamua. Kitu ni kwamba uamue mwenyewe kutoka moyoni mwako kwamba nipo tayari sasa ni kwa ajili ya Yesu Kristo. Niko tayari ni kwa ajili ya Kristo Masihi. Niko tayari kutembea katika njia za Mungu. Mungu atakuwezesha, atakusimamisha, atakuinua, atakufungulia njia. Yesu Kristo. Halafu wewe naye ambao umeomba sana, kuna vitu umeviomba mbele za Mungu, usikate tamaa. Mungu anajibu maombi. Mungu anajibu maombi. Amekupatia muda, uzame ndani, umtafute. Mungu anataka kujaza watu katika roho. Sasa unaona unaomba sana na hajakupa. Ako na lengo na sababu kwa nini hajakupa. Anataka uzame ya kujaze rohoni. Unapoomba na kujaza rohoni na kufanya mtu mwingine. Kwa hivyo usichoke, atakujibu. Mungu ni wa kujibu maombi. Kuwa unalia sana, ni kazi, ni nini, Mungu atakujibu.
Kuna wakati sahihi Mungu ameuweka kwako. Huenda hajakujibu hizo nyakati za nyuma kwa sababu aliona angekujibu. Unajua Mungu anaona kila kitu. Aliona wakati huo ungepata ukalose tena. Kwa hivyo ukiona bado hajakujibu, kuna wakati sahihi ambao atakupa kazi, atakupa amani, atakujibu ile kikamilifu ambayo Mungu alipenda kujibu. Kwa hivyo usiwe mtu kukata tamaa, atakujibu ombi lako. Atakujibu. Na wewe ambaye unaombea watu wapate kuokoka, uombe sana. Kwa sababu neno la Mungu katika kitabu cha Obadia. Katika kitabu cha Obadia. Neno la Mungu katika kitabu cha Obadia. Yes. Maana saya. Hallelujah. Kitabu cha Obadia. Yes. Maana saya. Ombe sana watu wako, Mungu Mungu atawaokoa kwa neema yake. Maana wokovu ni kwa neema. Tunakombolewa ni kwa neema ya Bwana. Maana sana. Neema yake Yesu Kristo inaleta ukombozi. Kwa hivyo kwa kuombea watamjua Mungu. Waombe sana. Watapata kumjua Mungu. Waombe sana. Mungu anaona kilio chako, anasikia. Anajibu maombi. Bwana anajibu maombi. Kila ombi unaloliomba haliendi bure. Ombea sana, iwe ni watoto wako, iwe ni mandugu zako, ombea sana. Awe ni mume wako, Mungu anajibu maombi. Hajawahi acha mja wake, anajibu kila ombi. Hakuna ombi zuri kama la kuombea mtu kuokoka. Mungu anataka kila mtu afikirie toba na aende mbinguni. Maana saya. Yes. Hakuna maombi mazuri kama hao ya kuombea mtu okoke. Watu wafunguliwe na watu wamjue Mungu. Kiwa wewe ulitangulia kuokoka, ni neema ya Mungu. Ombea wengine. Na unapokuwa katika maombi, jaribu kuombea wengine. Ombea wengine sana. Usiwe mtu na ubinafsi. Ombea wengine wakapate kufunguliwa. Kwa maana wewe kuwa unapitia shida, yuko mtu kule nje hata amekewa kisu pembeni. Ombea watu kabisa. Ombea watu. Mwambie Mungu fungua watu wako katika vifungo. Wako watu baharini wamefungiwa huko. Wako watu katika mashimo ya kuzimu. Katika misitu watu wanapelekwa kule, watu wa Mungu. Wako watu wa Mungu sana wanaopelekwa misituni. Katika nyumba za wachawi na waganga. Wako watu wamefungiwa mahali kule. Yes, omba. Mwambie Mungu fungua watu wako. Ni wakati watu kuwa huru. Ni wakati watu kufunguliwa na kuwekwa huru. Ni wakati watu wakawe huru na kufunguliwa. Shetarabasia riko sanda raboshia. Mwambie Mungu fungua watu wako, watoe katika bahari. Watoe watumishi waliofungwa baharini. Yes, atarabasia. Mungu atawafungua kwa kunena kwako. Hiyo karama Mungu ameachilia, atatenda makuna ya ajabu. Yes. Haleluya. Mungu ni mkuu sana. Mungu ni mkuu sana. Wanasema ajibu maombi. Bwana anajibu maombi. Maana rikolosia. Bwana anajibu maombi ya watu wake. Hajawahi acha kujibu maombi. Lesa tabariko losanda. Hajawahi. Bwana anajibu ombi. Maana rikolosondo. Riso tabariko losondo.
Shenderebosa rizondorebo shandarabasia. Rizondorobo shandarabasia. My Father, anajibu ombi. Lerebosa tariko sondorebo saribo sandarabasia. Anajibu kila ombi la mwanadamu. Anajibu kila ombi. Yesu anajibu maombi. Anajibu maombi. Resa tabashete. Anajibu maombi. Menele sende ribo sarikolo sondo. Shandarabasete rebo shandarizai, my Father. Rabasanda rabo shende rebo siarizondo robo shandarizai konta manasaya. Mana rizondo. Rizondo ribo sandarababa shandaribo sandarababa. Hallelujah. Yes, yes. Bwana anajibu. Menele sende. Rekatataba shanda. Mana rezende boribosia. Lenda rabo sende rebo sandarababa. Yes, mana rikolo sondo. Yes, my Father. Bwana anajibu maombi. Mana anajibu maombi. Rela sete. Shete rabo sata rababa shata. Resata bashata rebababa sata. Resata bashata. Hallelujah. Bwana anajibu maombi. Yes, hajawahi kunyamaza. Bwana anajibu maombi. Hallelujah. Lekasete baba anajibu. Mana lesata Bwana anajibu maombi. Mana resata. Lesata, 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 lesata. Lesata, lesata, lesata. Shenderebo sarikolo sondo. Hallelujah. Asante Bwana, asante Mfalme. Asante. Yes. Yes. Neno la Bwana katika Obadia. Yes, Obadia 1, maana ni hiyo moja tu. Obadia 1 kuanzia mstari wa 15. Obadia 1. Yes. Wapi ile neno? Kwa maana hiyo siku ya Bwana ikaribu juu ya mataifa yote, kama ulivyotenda. Neno la Mungu linasema, kwa maana hiyo siku ya Bwana ikaribu juu ya mataifa. Kwa maana hiyo siku ya Bwana ikaribu juu ya mataifa yote. Kama ulivyotenda ndivyo utakavyotendwa. Malipo yako yatakurudia juu ya kichwa chako mwenyewe. Emana saya? Yes. Ndiyo. Hiyo siku ipo karibu. Hiyo siku ipo karibu. Hiyo siku ikaribu. Nilisoma neno hapa, sijui ni Habakuki ama ni wapi, lakini neno la Bwana linasema kwa mkono wa nguvu, watoe kwa mkono wa nguvu. Emasari watu wako, maana saya. Ndiyo, ni wakati wa kuombea watu wako sana, kwa kufunga na kuomba. Kwa mkono funga na kuomba. Emasa ukawatoe watu wako. Amina. Ni wakati wa kuwatoa watu wako katika mashimo ya kuzimu.
sio Obadia hiyo. Obadia. Nisoma neno hapa. Nasema watu wako wapi? Watoke kwa mkono wa nguvu sana. Ndiyo. Amina. Amina. Ile neno nitalitafuta vizuri tu. Kisha nitaliweka hapo mbele. Nitaliweka kabisa. Watu wanafaa kuombea wengine. Tuombee sana watu ambao hawajamjua Mungu wapate kumjua Mungu. Ombea sana wa familia yako ambao hawamjui Mungu wapate kumjua Mungu. Waombee sana watu wako, maana utakapoombea wanafunguliwa. Waombee sana watafunguliwa. Unapowaombea wanafunguliwa. Ni kweli. Unapozama katika maombi, katika kweli na una imani, unasikia uchungu kweli, watu wafunguliwe. Mungu anatenda kama ilivyo. Mungu anajibu maombi. Kuna siku niliingia maombi nikamwambia Mungu, ninaomba utawale na kufungua watumishi waliofungwa huko katika bahari. Maana viko vyumba. Bwana, tembea huko na kufungua watu wako waliofungwa katika bahari. Fungua watu wako Yesu Kristo. Tawala katika bahari. Wako watu ambao wanatumikia giza, wako huko waliofungwa. Mungu kweli alinionyesha jinsi watu wanavyotoka baharini. Niliona watu wengi wanatoka baharini. Niliona watu wanatoka baharini. Lakini ile bahari ilikuwa inawafuata mbio. Inawafuata. Niliona yani wamepanda kwenye matraki, wamepanda kwenye matraki. Wanatoka baharini. Wakiwa wana furaha kweli, wamepata mlango wa kutoka. Yani walikuwa wana furaha. Nilimjua mwanaume mmoja, kuna mwanaume ambaye nilimjua, ambaye anapenda sana nilikuwa namuona YouTube, anapenda kusema mambo ya Mungu sana. Nilimuona huyo ndio yuko mbele amepanda ile litraki. Watu nakwambia wanatoka, liona nilisimamishwa pale baharini, mchangani pale. Nione jinsi watu wanavyotoka baharini. Nikaona watu wanatoka baharini, wanatoka yale maji yakana wafuata mbio ya wafinike, hayakuweza kuwafinika. Mwanzo hata hayakuja vile, yalikuja tu ile kidogo, yalikuja mbio, lakini sasa hayakuwa na nguvu. Yalikuwa yana nguvu. Watu walipata nafasi kukimbia. Nikamshukuru Mungu kwamba watu wametolewa baharini. Sasa kwa kuomba kwetu sisi watu watakatifu, kuna mambo makubwa sana yanatendeka. Ombea sana watu wa Mungu wapate kufunguliwa. Usijiombe wewe tu saa yote tu naomba tu, Bwana nitoe, Bwana fungua nifungue. Ombea wengine. Kwa kuomba kwako mimi nitafunguliwa. Kwa kuomba kwako mimi hapo utanifanya nitoke msituni huko. Si eti tayari mtu akiwa anaomba basi yeye hawezi kuchukuliwa akapelekwa. Watumishi wengi mbona tu wanapelekwa sehemu, wanakaka huko siku 2-3. Kwani wakati Mungu anasema watawachukua na kuwafunga katika magereza ili kuwajaribu. Wako watu wanapelekwa misituni, watu wanapelekwa, lakini Mungu seti haoni, anaona, lakini huwa atakutoa kwa wakati wako. Kwa hivyo usubiri wakati wako. Kwa wakati wako atakutoa. Kwa hivyo kuombeana ndo kwenyewe. Ombea wengine sana, Mungu atawasaidia. Kumbe maombi ya watakatifu ni mazuri sana. Kuna siku pia niliomba nikamwambia Mungu, ninaomba Bwana utawale kila vitu vilivyosetiwa, iwe ni angani, iwe ni wapi. Bwana tembea huko na kuondoa chochote kilichosetiwa. Bwana na choma moto na teketeza chochote kilichosetiwa na mizimu ya anga. Bwana huko angani huko. Anga kwanza ni ya mapepo ujue. Kuna vitu vinasetiwa huko juu ya anga. Kwa hivyo ukibomoa angani huko. Na kwambia Mungu alimanifesti. Niliona vitu vinateketea huko angani huko. Emasa na nikasikia zote tunasema maombi ya watakatifu. Kwa hivyo ni sauti nilisikia naambiwa haya ni maombi ya watakatifu. Kwa hivyo simama, ombea wengine. Huu ni wakati mgumu. Ukiwa unapitia shida, angalia wenzako wanapitia nini huko nje. Wewe unapitia shida kwa ndoa yako,
basi jua kuna mwingine huko hata ameandikiwa divorce. Kwa hivyo omba, mwambie Mungu, fungua ndoa za wengine, fungua watu, fungua Bwana. Mungu apate kufungua ndoa za wengine. Ikiwa unapitia ndoa shida, kwa unapitia ni kazi huna, mwambie Mungu, fungulia wengine kazi wapate kazi. Wafungulie Bwana. Wafungulie. Yaani ile shida unayopitia, ombea wengine hiyo shida. Na Mungu atakubariki. Na Mungu atakufungulia milango. Mungu atakusaidia sana. Amen. Neno la mwisho ningependa kufunga nalo, ningependa kukwambia seti la mwisho hili, yani la ibada hii. Tutaenda kusoma kitabu cha Ufunuo, Emasari. Tutaenda kusoma kitabu cha Ufunuo. Ufunuo Emasari. Yes. Tutasoma kitabu cha Ufunuo. Tutasoma kitabu cha Ufunuo 21 kuanzia mstari wa 6 hadi mstari wa 8. Mstari wa 6 hadi mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, akaniambia, imekwisha kuwa. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemichemi ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Amen. Nataka nikufafanulie kuhusu waabuduo sanamu ni watu gani. Emasari, unaona hapa Bwana anasema wasioamini, wachukizao, wauaji. Muuaji sio tu uende ukashike kisu mtu. Neno la Mungu linasema unapomchukia ndugu yako ni kama tayari umeshaua. Ukichukia mtu umeua. Kwa hivyo chuki mbele za Mungu inaonesha uuaji tayari. Ukimchukia mtu na maana umeshaua. Kwa hivyo uuaji huu si tu kushika mtu kisu kumuua tayari. Uuaji ukishaanza kwenda kuchukua matembe ya kumeza kuua zile sheli za mwanamume, wewe tayari umeua kiumbe. Maana zile huwa zinaonekana, zile mbele za Mungu ziko live. Mbele za Mungu ziko live. Sasa kama unaziua, ujue unaua mbele za Mungu, unaua. Yani ile ni kuua, ile uaji huo. Sasa si lazima eti ukashike mtu kisu. Kuna vitu pia vinaoneshana uaji. Wazinzi, si unajua uzinzi. Uzinzi ukimwona mtu na kumtamani, ushazini naye ndani ya moyo wako. Uzinzi huo. Na uchawi huu, tayari kuna maneno mengine watu wanayanena, yani maneno ya kichawi chawi, yani kuna vile unanena maneno tu yani yanaashiria tu uchawi. Vinywa vyetu zingine vinafanana na vinywa vya uchawi. Na waabudu sanamu, nenda kitabu cha Wakolosai 3. Wakolosai 3 itakuonyesha waabudu sanamu ni watu gani. Sio eti paka uende kule kwa Father Mary ama kwa Mother Mary ukapige goti ndio uonekana umwabudu sanamu. Subiri nikufunulie kitu. Wakolosai 3. Wakolosai 3, neno la Mungu ukianza kusoma kuanzia 1. Ukishuka chini hapo neno la Mungu lasema, basi mkiwa mumefufuliwa pamoja na Kristo, yafuateni yaliyo juu,
Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yafuateni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Unaona tena nimerudishwa hapa nikwambie. Wewe unayewaza tu ya duniani una cha kuwaza ya mbinguni. Lazima uwe na tumaini wewe la kwenda mbinguni, ujue kwamba hapo unapita. Usiende mbele za Mungu saa yote kumwambia Mungu tu nataka baraka, unataka hivi, unataka. Bwana umwambie Mungu ya mbinguni. Mwambie Mungu nisaidie kuepukana na dhambi, yani vitu vya kiroho. Omba sana pia omba vitu vya kiroho sana. Haya mengine utaongezewa. Erasari. Mungu anaposhusha kibali fulani, anaposhusha vitu fulani, anavishusha na baraka. Vitu vya mbinguni vina baraka. Afadhali upewe kitu cha rohoni sana ambacho kitakufanya umuone Mungu, kuliko kutaka kupewa tu barikiwa hapa. Na la Mungu linasema kabisa tajiri kuingia ufalme wa mbinguni ni vigumu. Hata wewe ukienda mbele za Mungu ikiwa kazi yako tu ni kutaka kuombaomba vitu kama hivyo, mapesa manini, unakuwa unajihatarisha. Omba vitu ambavyo vitakufanya uingie mbinguni. Ukiomba darubini, sio umefanywa umeletwa duniani kwa mwanajeshi. Sasa ukiomba darubini ambao ni macho kiroho, ambao unampiga adui akiwa bado yuko mbali hajakufikia, uone hiyo ni baraka. Umebarikiwa na Mungu, umepewa macho roho, amekupatia discernment. Bwana una discern kweli, hapa napambana na lipepo si mwanadamu. Discernment, macho roho. Omba vitu vikubwa, omba vibali, omba neema fulani, omba vitu, karama za Mungu. Emasari. Wewe ukienda mbele za Mungu, Bwana magonjwa emasa, penda yaliyo ya juu. Mungu anakuambia hapa kabisa, fuata yafikirini yaliyo juu, yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Emasa, Kristo atakapofunuliwa aliye hai wetu, ndipo nanyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Ndiyo. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi. Vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi. Usherati. Viungo vyenu vilivyo katika nchi. Usherati, uchafu, usherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kuabudu sanamu si kwenda tu. Kuabudu sanamu si paka uende kwa madhameri ukapige magoti kama Katoliki vile, ama uone lisanamu lako, ama kumwabudu Yesu uongo. Kuabudu sanamu yako matendo yanayoashiria unamwabudu sanamu. Uasherati kama Bwana alivyosema mali hapa. Uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, huu ni uabudu sanamu. Emasari. Hayo ni maabudu sanamu. Nimetaka uelewe kwanza, nimetaka uelewe hivi wa kuabudu sanamu ni nini. Hayo ni maabudu sanamu. Emasari. Hayo ni maabudu sanamu. Bwana mwenyewe anasema katika neno lake, ni kweli kabisa. Neno lake ni kweli na timilifu. Na anasema ya kwamba katika neno lake nchi na mbingu vitapita, lakini neno lake alitanguliki. Kwa hivyo yote aliyoandikwa hapa ni kweli, na tutajajiwa kupitia neno la Mungu hili. Ili neno imeandikwa hivi na hivi, mbona wewe ulifanya hivi, unajajiwa sasa. Emasari. Hebu tushike hapo chini kwanza kidogo ili tuelewe zaidi. Tukishuka mstari wa 8, si hapa tumemaliza mstari wa 5, tushuke mstari wa 8. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote, hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. Msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu upya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeumba.
Hapo hapana Myunani wala Myahudi, kutahiriwa wala kutokutahiriwa, mgeni wala mshenzi, mtumwa wala mungwana, bali Kristo ni yote na katika yote. Amen. Amen. Yes. Hebu tushuke hapo. Mungu jinsi anataka ukawe sasa katika moyo wako. Basi kwa kuwa umekuwa mteule wa Mungu, mtakatifu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema. Jivikeni moyo wa rehema. Moyo wa rehema, utu mwema, unyenyekevu, upole, utulivu, mkichukuliana na kusameana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo nanyi. Zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Upendo, kama vile neno la Mungu linavyosema, uwe na tumaini, uwe na imani, uwe na upendo. Lakini zaidi ya yote, yale matatu, zaidi yake moja, upendo. Ukiwa nao, ukiwa na upendo, utalitii neno la Mungu. Upendo ni kuwa unampenda Mungu sana mpaka unatii neno la Mungu. Basi huyo mtu ana upendo sana. Upendo, anatii neno la Mungu na kulitii neno, na maana unaenda kwa kusudi la Mungu, kwa mapenzi ya Mungu, unaenda na njia za Mungu, vile Mungu anasema katika neno lake ya kwamba imeandikwa usifanye hivi na wewe ufanye hivyo. Ndio upendo sasa ule. Umejawa na upendo wa Mungu. Umejawa na upendo wa Mungu, unampenda Mungu. Hebu nikurudishe katika kitabu cha Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza 2. Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana. Mbili. Wacha niwasomee Yohana wa kwanza 2 kuanzia mstari wa kwanza. Nisikie Bwana anasema nini. Watoto wangu wadogo, na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Na katika hili twajua ya kuwa tumejua yeye, ikiwa tunaishi na amri zake. Yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika. Tumeelewana? Upendo wa Mungu ni yule lakini yeye, mstari wa 5, linaashiria upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu ni nini? Yohana wa kwanza 2 mstari wa 5. Lakini yeye alishikaye neno lake, katika huyo upendo wa Mungu umekamilika kweli kweli. Kulishika neno la Mungu ndio upendo. Kuishi maisha yako kama Mungu anavyosema katika neno lake. Uliishi neno na kulitii. Huo ndio upendo wa Mungu. Umempenda Mungu mpaka unaliishi neno lake na kulitii. Huwezi peke yako bila Roho Mtakatifu. Atakuwezesha kuliishi neno. Mimi mwenyewe namuomba Mungu sana niwezeshe bado sije. Ndio niko safarini, Mungu aniwezeshe kuliishi neno lake. Bado nang'ang'ana hapa kumwambia Mungu kuna vitu aniondolee. Yesu ndiye anaweza kukufanya ukaishi kwa mapenzi ya Mungu. Mwenyewe kwa nguvu zako huwezi, unamhitaji Kristo. Unamhitaji Kristo, ndiye msaada. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu sana kwa kutupa neema
katika kipindi hiki. Namshukuru Mungu sana ametupa neno. Na hili neno wewe utakaye kwenda kusikia ujumbe huu na kusikia neno hili, basi Mungu akubariki sana. Na neno hili, maneno haya akakuguse kweli. Ikiwa ndani yako kuna ufu, basi ukapate kufufuka. Ikiwa kuna giza, basi Bwana akapate kukuangazia kupitia kinywa hiki. Na Mungu akapate kukujibu, akapate kukuamsha. Ikiwa umelala ukaamke, ikiwa taa imezima ikawake kwa jina la Yesu. Ninaomba sana Bwana akapate kukurehemu, akakufungue macho na kujiona kuwa huenda una makosa, huenda ziko dhambi zimekukamata, basi Bwana akaweze kukufumbua macho na kukupa moyo wa kutubu kikamilifu. Barikiwa sana utakayesikia ujumbe huu. Ninaomba ujumbe huu usichukulie hivi. Simama, amka, fufuka, na Yesu Kristo atakuangazia. Barikiwa sana ndugu mpendwa. Nafurahi sana kwa kufanya kipindi hiki. Namshukuru sana Yesu Kristo. Amina.